Bwana Yesu asifiwe sana. Napenda kuwakaribisha katika channel yangu ya Evangelist George Magune ama Blessed Son channel. Mimi ni mtumishi wa Mungu na niko hapa kwa minajili ya kuhubiri neno, kwa ajili ya kujenga watu wa Mungu kiroho, kwa ajili ya kuwapatia mwangaza na kuwapatia direction kulingana na vile Roho Mtakatifu wa Mungu anavyonielekeza. Kabla hatujaendelea, napenda tu tafadhali, kama umeiona hii channel, umeipata hii channel, naomba tu subscribe, ulike na ushare. Unaweza subscribe tu kwa minajili ya kwamba nikiwa niko na picha nikiwa niko na video zingine ama picha zingine ambazo ninafundisha ndani yake, usije ukayakosa mafunzo haya, kwa sababu mafunzo haya ni muhimu sana. Na ni vizuri uwe updated wakati yanapotokea, ninapofunza, ninapohold any event. Inaweza kuwa na umuhimu sana kwako ukiwa umeisubscribe, kwa sababu mbali na kwamba mbali na kwamba itakusaidia, inaweza kukubeba pia kiroho. Kwa hivyo ni vizuri ukisha subscribe, una like na una share. Na iwapo una comment pia, natamani unaweka comment zako pale chini. Ninapopitia nitajua ni jambo lipi la kufanya. Leo hii naenda kufundisha kuhusiana na kwa nini tunastahili kuomba wakati wa usiku. Ama je, ni kwa nini tunapaswa kuomba wakati wa usiku? Naongea leo hivyo kuomba kwa wakati wa usiku kwa sababu gani? Kwa sababu wakati wa usiku haswa kiroho inakubalika sana, kwa sababu wakati wa usiku huwa ndio wakati ambapo umetulia, na wakati wa usiku ndio neema nyingi imeachiliwa na Mwenyezi Mungu. Ndio malaika wengi, malaika wa kupigana vita, malaika wa kuponya, malaika wa kuachilia baraka za utajiri, malaika za kupigana na vita kinyume cha watu wa Mungu, malaika wa kukulinda wewe na hali yako na afya yako na familia yako. Huwa malaika wameachiliwa wengi sana katika ulimwengu wa kiroho. Na pia hivyo katika ulimwengu wa kiroho pia mapepo huwa yameachiliwa mengi sana wakati huo. Na usipokuwa makini, wakishuka wapate hauna maombi ndani yako, lazima sasa watafanya nini? Watakuwa wenye kukupiga vita. Na yeyote ambaye anaomba kila wakati anaomba, ufananishwa yeyote yule ambaye anaomba, cha kwanza anaomba jambo la pili anatoa sadaka, jambo la tatu anasoma maandiko, jambo la nne anafunga, jambo la tano anakuwa mwenye kutubu ama kutuubia madhambi yake kwa Mwenyezi Mungu. Mungu humpatia neema fulani ya ulinzi. Mungu humpatia malaika wa ulinzi, anamuongezea mabodyguards. Hiyo unielewe hiyo. Cha pili, mbali na kumuongezea mabodyguards, anamfungulia nini? Anafungua milango ya mapato yake. Ndio maana Daudi anasema kwamba nilikuwa kijana na sasa hivi mimi ni mzee, sijawahi kumuona mwenye haki akiwa ameyakosa mkate. Sasa nataka nikupatie, na huyo mtu hufanyika kama vile mfano nyumba ambayo imejengwa na ukuta. Wajua nyumba ambayo imejengwa na fence ni ngumu mwizi kuingia ama jambazi kuingia na kuinterfere nayo, kwa sababu ile nyumba iko intact. Ushanielewa? So wakati mwingi sisi majaribu na mapepo na mashetani na shida zinatupata kwa sababu mara nyingine sisi tumekuwa wazembe, hatuombi. Cha pili, tumekuwa wachoyo kwa Mungu, tunamuibia. Maandiko yanasema katika Malaki 3:10, je, mtamuibia Mungu mpaka lini? Nanyi mwauliza tumemuibia vipi? Mmemuibia kutokana kwa sadaka, kwa sadaka na zaka na matoleo. Ukimuibia Mungu kutoka kwa fungu la 10, ukimuibia Mungu kutoka kwa sadaka, itabidi wameachilia nafasi mpaka uvamiwe. Lakini wapo unatoa tithe vizuri, unaomba, unafunga,
unasoma maandiko, unatubu hapo unafanyika kama boma lililojengwa na nini? Lililojengwa na likawekewa ua la ulinzi. Ushaiona boma ambalo halina ulinzi? Ua liko tambarare, halina fence. Na boma ambalo limewekewa ulinzi, huwa limejengewa compound, imejengewa nini? Fence. Kunakuwa na ile tunaita electric fence. Electric fence, mwizi akijaribu hata aguse hiyo electric fence, anafanya nini? Inampiga shoka, anaanguka chini. That is how the life of a true worshipper or a true Christian inakaa. A false Christian, yule wa kujidanganya, kupretenda. Unajua lazima utambue kwamba kanisani kuna pretenders na kuna wale ambao wako serious. Na usipokuwa serious, si ajabu ukajikuta wewe ni pretender. Na pretender ndio wengi sana kanisani kuliko nani? Kuliko the doers of the word. Ushanielewa? Kwa hivyo ni vyema sana tuombe Mungu atupe hekima na neema ya kuwa doers of the word, ili tusije tukapatikana katika mitego ya mwovu shetani. Sasa tuende kwa mada ya leo. Mada ya leo imekuwa kwamba ni kwa nini tunastahili kuomba usiku wa manane. Je, ni kwa nini? Ni nini lazima ni nini na tulazimu tuombe usiku wa manane? Jambo la kwanza nataka kusoma Wakorintho wa kwanza mlango wa 6 mstari wa 13. Maandiko yanasema hivi: kesheni, simameni imara katika imani, fanyeni kiume mkawe hodari. Unapotaka kuwa hodari, unapotaka kuwa mhubiri mzuri, lazima uombe usiku, kesha. Unapotaka kuwa mwimbaji mzuri, wewe ni praise and worship team mzuri, uimbe mpaka watu waanguke wapatwe na upako, lazima ufanye nini? Ukeshe katika maombi. Unapotaka kuwa mfanyabiashara hodari, lazima ukeshe kwa maombi. Unapotaka kuzaa mtoto mzuri ambaye atapita mtihani, lazima ukeshe kwa maombi. Unapotaka kupata kazi nzuri, lazima uwe ukeshe wapi? Kwa maombi. Everything comes from the knees. Hata nashukuru kuna mwimbaji mmoja alisema kwamba limba kwa Kijaluo, anasema chonga gilo, yani magoti na mchanga ndiyo imenifanya nimekaa vile nilivyo hivi. Anaimba chonga gilo enemo mia chalo kama chonga enemo mia sude. Magoti yamemsababisha amefanya nini? Amekaa vile alivyo. Haya, tukitoka hapo tunaingia katika kitabu cha Mathayo 26:41. Kitabu kinasema hivi: kesheni muombe, msije mkaingia majaribuni. Yesu aliwaambia wanafunzi wake, kesheni muombe, kwa sababu alijua hawa wanafunzi wasipokesha huenda wataanguka katika majaribu. Kwa hivyo be very careful. Usipokesha, kuanguka mitego ya mwovu shetani huwa ni kitu kidogo tu hivi. Usipokesha katika maombi. Sometimes make sure hata kama ni lala hata masaa 2 ama 3. Usingizi si lazima. Kuna siku utakuja lala mpaka utashangaa, utachoka. Maana utakuja lala ukiingia wapi? Kaburini. Ushaelewa? So hiyo na Yesu anawaambia kesheni muombe. Maana wasingaliomba, uliona hata Petro kwa sababu ya kukosa kukesha akiomba. Petro alifika mahali mpaka majaribu yakamuingia, akachukua panga akakata mwingine sikio. Kumaanisha wakati mwingi majaribu yanatokea kwa sababu ya kukosa kufanya nini? Kukosa kukesha. Haya, tunaendelea. Matthew chapter 13 verse 25. Kitabu cha Mathayo 13:25 kinasema kwamba kuna bwana mmoja alipanda mbegu yake nzuri sana ya ngano. Lakini alipopanda usiku wa manane, kuna adui aliingia ndani yake, ndani ya lile shamba, na akapanda magugu. Kumaanisha kwamba wewe unaweza kuwa na mipango mizuri, lakini utakapoingia katika usingizi, ukilala, ukose kuomba usiku, ukose kuomba katika kukesha, wakati mwingine shetani anaweza ingia ndani na akaweka vitu vibaya.
na ukapata hata kama mipango yako ulikuwa nayo mizuri, mipango yako ikakorogeka. Kwa hivyo ni vizuri kukesha katika maombi. Naingia katika kitabu cha Waamuzi mlango wa 16 mstari wa 2. Kinasema namna gani? Kinasema kwamba watu wa Gaza wakawaambia ya kwamba huyu Samsoni amekuja huku, wakamvizia usiku kucha penye lango la mji. Naye Samsoni akalala hata usiku wa manane. Akaondoka katikati ya usiku wa manane, akaishika miimo ya malango akaing'oa. Samsoni angelilala hata ile usiku wa manane, inaonekana kwamba angelishikwa. Kumaanisha watu wengi huwa wanashikwa wakati wamelala, wakati wa usingizi. Watu wengi wanashikwa masaa ya usiku ya manane. Ndio maana unasikia wakati usiku wa manane unaota kwamba unatembelewa na mchawi, unaota kama kwamba umepelekwa baharini, unaota kama kwamba unalala na mapepo, unaota kwamba labda ulikuwa unakimbizwa na ndovu, vitu kama hizo. Ndio wachawi wameanza kufanya kazi yao kisawasawa. Ndio waganga wanafanya kazi yao kisawasawa. Ndio wauaji kazi yao ndio hiyo. Maana wanajua kwamba kila mmoja saizi amelala. Kwa hivyo be very careful. Usije ukaibiwa na usingizi kila wakati ukakosa kuomba. Maombi ni muhimu kuliko hata chakula. You need to pray for your soul to prosper, for your soul to live long. You must pray. Ukitaka kuona uwepo wa Bwana ni vizuri uombe. Nataka niingie katika kitabu cha Waamuzi. Bado ni Waamuzi 16:3. Kinasema kwamba Samsoni akalala hata usiku wa manane, akaondoka katikati ya usiku huo. Kumaanisha kwamba usiku ni hatari. Usiku ni hatari. Kwa hivyo mwana wa Mungu, napenda uwe